waliokuwa wanahoji kwamba habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili zilikuwa ni za uongo, akaandika katika waraka wake wa pili wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 8 kwamba msisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja, akimaanisha vile vile kwamba siku moja ya Bwana kwetu sisi ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ya kwetu kwa Bwana ni kama siku moja. Kwa hiyo hapo kimsingi hakuna mkanganyiko wowote. Labda nirudi kwa upande wa sayansi. Kisayansi jambo hili liko kirahisi sana. Kwa sababu katika sayansi ambayo sayansi inajaribu kuchunguza mambo katika uhalisia wake, kisayansi hakuna siku moja ya ulimwengu wote, wala hakuna saa moja ya ulimwengu wote, wala hakuna mwaka mmoja wa ulimwengu wote. Siku na saa na miaka hutofautiana kutoka mahali pamoja hadi mahali pengine. Ninapozungumzia habari ya mahali hapa, simaanishi habari ya duniani peke yake, hapana. Ninamaanisha habari ya ulimwengu. Nafikiri unaelewa kwamba ulimwengu ni kitu kikubwa. Ulimwengu inachukua jua na sayari zake pamoja na mamilioni mengine ya nyota ambazo unaziona usiku huko angani, mbali sana. Huo ndio unaitwa ni ulimwengu. Kwa hiyo siku na saa hata na mwaka inategemeana na mahali pale ulipo. Labda nitoe mfano mrahisi ambao utakusaidia kuelewa jambo hili. Inawezekana unalisikia leo kwa mara ya kwanza. Kama tukihama katika dunia hii tukaenda katika sayari nyingine, maana sayari ziko 8 na ziko sayari zingine ndogo ndogo katika mfumo wa jua, lakini pia hata kwenye nyota zingine zina mifumo kama huu wa jua. Kwa hiyo katika nyota zingine pia ziko sayari au viko vitu vingi, maana nyota zile kwa kweli ziko mbali sana. Chukulia mfano wa sayari moja ya kwanza kabisa kutoka kwenye jua, inaitwa sayari ya Zebaki kwa Kiswahili, au kwa Kiingereza ni sayari ya Mercury. Sayari hii siku moja ya sayari hii kwetu sisi duniani ni kama miezi 6. Yaani katika sayari hii kama tungehamia huko, maana yake ni kwamba miezi 3 ni mchana na miezi 3 ni usiku. Kwa hiyo miezi 6 inatengeneza siku moja. Toe mfano mwingine wa sayari nyingine moja, sayari ndogo moja ambayo inaitwa Pluto. Zamani ilikuwa inajulikana kama sayari, lakini baadaye iliondolewa sifa ya usayari. Sayari hii ndogo ya Pluto yenyewe mwaka wake mmoja, yani ikizunguka jua mara moja, inatumia miaka 248 ya dunia. Sasa jaribu kufikiri kwamba kama tungekuwa tunaishi katika sayari ile, mwaka mmoja ni kama miaka ya dunia 248. Sijui ungeishi miaka mingapi katika sayari ile. Kwa nini iko hivyo? Iko hivyo kwa sababu siku na miaka yetu hutegemea miendo ya dunia. Dunia hii ina miendo miwili. Dunia hii inajizungusha katika muhimili wake. Wakati inapojizungusha katika muhimili wake, wakati huo huo inalizunguka jua. Kwa hiyo ikijizungusha mara moja katika muhimili wake ni masaa 24, tunasema ni siku moja. Lakini ikilizunguka jua mara moja kwa mwendo ule wa kujizungusha katika muhimili wake, tunasema kwamba hiyo ni siku moja. Kwa hiyo siku na mwaka inategemea na miendo miwili ya dunia katika kujizungusha yenyewe kwenye muhimili wake, lakini pia katika kulizunguka jua. Na hilo Biblia Mwanzo sura ile ya 1 mstari wa 14 inathibitisha hivyo. Anasema, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbinguni ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na
majira na siku na miaka. Kwa hiyo huu ni uthibitisho wa wazi kwamba siku zetu, miaka yetu inategemea mwendo wa dunia katika kujizungusha na kulizunguka dunia, kulizunguka jua. Kwa hiyo siku zetu na miaka yetu inategemea na jambo hilo. Katika mantiki hiyo basi, mwanasayansi mfizikia kwa kweli hapati shida kabisa kutafsiri mstari wa Zaburi ya 90 mstari wa 4. Kisayansi hilo jambo liko sawa kabisa, wala halina utata wowote, kwa sababu